Na tarehe 3 Januari mwaka huu 2026 tulishuhudia ulikuwa ni usiku wa vurugu kule Venezuela. Pasina shaka jeshi la Marekani likamteka na kumchukua rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro akiwa na mkewe Celia. Muda mfupi baadaye, baada ya Maduro kushikiliwa, Trump aliibuka na kuzungumza wazi wazi kwamba late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Vitisho na kutupiana maneno na vita vya maneno baina ya Trump na Maduro havijaanza jana na kusababisha kukamatwa kwake. And they say we don't need him, freedom, freedom. He's a dictator. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. We have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country, Venezuela. They've been very nasty. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Es muy grande la causa que defendemos, así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni América del Sur, ni a nuestra América. Maswali muhimu ya kujiuliza katika hili yapo kadhaa. Kwanza kabisa, je, taifa moja linaruhusiwa kumkamata rais wa taifa jingine? Utaratibu wa ukamataji wa mtuhumiwa wote umeainishwa kisheria, sheria za kimataifa na sheria za ndani. Kwa hiyo ukiangalia bado pamoja na Nicolas Maduro kukamatwa na kupelekwa kwenye mahakama za Marekani, bado lazima ili swala la uhalali wa ukamataji wake lijadiliwe na mahakama ya Marekani, lakini pia na kuangalia mgongano wa sheria za kimataifa. Naweza nikasema kwamba utaratibu wa kufuatwa, lakini bado ukiangalia kwa muktadha wa kisheria utaona ni operation ya kijeshi kwenye taifa jingine ambayo linahitaji Congress ifanye notification, ipewe taarifa ambayo hiyo Congress haikupewa, na Donald Trump anasema haikupewa, japokuwa yeye anasema ni ukamataji wa kawaida. Hii inatokana na kanuni ya kinga ya rais, yani head of state immunity. Kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ya kawaida, yani customary international law, inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, rais, waziri mkuu na mawaziri wa mambo ya nje wana kinga kamili dhidi ya kukamatwa, kushtakiwa na kufikishwa kwenye mahakama za nchi nyingine. Uamuzi wa ICJ, yani arrest warrant case, kati ya DRC versus Belgium, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliamua kuwa kiongozi wa nchi aliye madarakani ana personal immunity. Mahakama au mamlaka nyingine haiwezi kutoa hati ya kukamatwa na haiwezi kuendesha mashtaka dhidi ya kiongozi huyo. Kwa mujibu wa katiba ya Roma, kifungu cha 27, cheo cha rais hakimpi kinga mbele ICC, lakini hii inatumika ndani ya mfumo wa ICC pekee, sio kwa taifa moja kuchukua hatua ya kuiweka kizuizini ama kumweka kizuizini rais wa taifa lingine. Hivyo ICC inaweza kuamuru kukamatwa kwa rais na taifa binafsi haliwezi bila mchakato wa ICC au idhini ya kimataifa. Kwa mujibu wa International Law Commission, yani ILC, kinga ya rais ni ya binafsi, yani personal, inatokana na nafasi, si mtu, na kinga hii huondoka mara tu anapomaliza madaraka ama muhula wake katika kuliongoza taifa. Mfano halisi ni kesi ya Bashar al-Assad dhidi ya Ufaransa, ambapo mahakama ya Ufaransa ilitoa hati ya kukamata Bashar al-Assad, lakini baadaye ilibatilisha sababu Assad alikuwa rais aliye madarakani na alikuwa bado anakinga kisheria dhidi mamlaka zingine za mataifa mengine. Swali jingine la kujiuliza hapa ni kwamba
Trump kumkamata Maduro na sababu zake 3 alizoziainisha, je, zina mashiko kisheria ama kuna jambo lingine nyuma ya pazia? Sababu zinaweza zikawepo za kumkamata Maduro, lakini utaratibu sio huu ambao umefanyika. Lakini tunajua kwamba na dunia inajua kwamba Marekani, pamoja na kwamba inasema kuhusu madawa ya kulevya na vitu vya namna hiyo, kwa sababu hayo ndio makosa ambayo Maduro ameshtakiwa nayo, lakini kwenye swala la mafuta lipo wazi na inajulikana hivyo kwamba Marekani bado anauzi na mafuta ya Venezuela. Venezuela ina akiba kubwa sana ya mafuta duniani, ikiwa na 18% ya akiba hiyo, ikifuatiwa na Saudi Arabia yenye 16% mpaka 17%, lakini pia ya 3 ni Canada yenye 10% mpaka 12%. Hivyo kumwondoa Maduro madarakani kunafungua mlango kwa makampuni ya mafuta ya Marekani kunufaika zaidi, kama tulivyosikia Trump akisema baada tu ya kumtoa Nicolas Maduro akatangaza kulishikilia taifa hilo, ama Marekani itaongoza taifa hilo, lakini pia akisema makampuni ya mafuta ya Marekani yaliyoko huko na Marekani itasimamia miundombinu iliyoharibiwa ili mambo yaende vizuri. Jambo lingine hapa Marekani inayopigania ni nguvu ya kidunia, namaanisha geopolitics. Maduro ni mshirika wa Urusi pamoja na China. Hivyo kwa Urusi na China kwa mshirika wa Maduro ama Venezuela, pasina shaka kunaipa shaka Marekani kwamba inaweza ikapungukiwa nguvu zake. Lakini jambo lingine ni siasa za ndani ya Marekani na Trump mwenyewe. Hapa Trump anachokilenga ni kupata uungwaji mkono wa wapiga kura wa kutoka nchini kwake, ili tu kuonekana kwamba ni mkali dhidi ya socialism. Sasa tujiulize, sheria za kimataifa zina nguvu gani dhidi ya mataifa yenye nguvu duniani? Ukisoma sheria ya Umoja wa Kimataifa au tunasema UN Charter, mkataba wa uanzishaji wa UN, ibara ya kwanza, bandogo ya kwanza na bandogo ya 4 inakataza matumizi ya nguvu kwenye taifa jingine. Kwa hiyo hakuna uhalali wowote wa jeshi au taasisi nyingine ikaenda kwenye nchi nyingine kufanya operation bila taifa lile kutambulishwa. Kwa mfano, polisi wa Tanzania hawezi wakatoka kaenda Kenya kukamata mtu, au wanajeshi wa Tanzania hawezi wakatoka kaenda Kenya kukamata mtu, hata kama yule mtu wa kule ni Mtanzania. Haijalishi kama ni rais au hata kama yule mtu wa kule ambaye yuko kule Kenya ni Mtanzania au ni Mkenya au ni rais wa kule, huwezi ukafanya operation ya namna hiyo. Hiyo ni kinyume na mkataba wa kimataifa ambao wenyewe umeeleza kwamba hupaswi kutumiwa nguvu kwenye taifa jingine. Okay. Kwa hiyo ni kimsingi, ni kweli Marekani wamekiuka sheria za kimataifa kwa kile ambacho kimefanya, lakini sasa ni nani wa kumfunga mpaka kingine? Je, Marekani anaweza akashtakiwa ICJ au ICC? Of course ICJ anaweza akashtakiwa kwa sababu ni kesi ya kimadai, wanaweza wakafanya hivyo, na mimi naamini Venezuela wanaweza wakafanya hivyo, lakini kushtakiwa kwenye mahakama sasa za kihalifu, kwa mfano kumpeleka Marekani ICC au sehemu nyingine, bado itakuwa ni changamoto. Jambo hili kutokea mwaka huu 2026 tarehe ya 3 Januari si mara ya kwanza kwa historia ya dunia na matukio kama haya. Huko Panama mwaka 1989 Disemba 20, Marekani ilimkamata Manuel Noriega na kumpeleka Marekani. Mwaka 2003 Disemba 13 hii kule Iraq, ilikuwa saa 8:30 za usiku kwa saa za huko Iraq, Saddam Hussein aliondolewa na nchi ikaongozwa na Marekani kwa muda. Hata Afrika nayo pia ilishuhudia jambo kama hili, ambapo tunashuhudia Libya, vita vya takriban miezi 8, wiki moja na siku moja. Oktoba 20 mwaka 2011 Muammar Gaddafi akauawa. Marekani ikaingia, na baada ya kuingia serikali ya Libya ikaporomoka. Haiti na Irani nazo mwaka 1953 Marekani iliingia na serikali zikaondolewa kwa maslahi ya nje. Katika vita vyote hivi sheria za kimataifa zilipuuzwa, sababu rasmi zilikuwa demokrasia au usalama, lakini nyuma ya pazia kulikuwa na maslahi ya kisiasa na ya kiuchumi. Kwa lugha ya kikawaida tu tunasema dunia haina refa, mwenye nguvu ndiye atakayeamua mpira utoke wapi na uende wapi.